Upcoming kwa upande wa Netflix, na tutapata muda mzuri kabisa kuweza kuzifahamu na kuweza kuifahamu story ya ni kitu gani, ni nini hasa, na of course ni issue gani ambayo ili happen, either ni siku ya Jumatatu, ni mtu anaitwa Jumatatu ama ni kitu kinaitwa Jumatatu. Azio Jean binti wa kifalme, napatikana hivyo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii ni Jordan TV ambayo utakuwa na mimi mpaka pale mwisho ambapo nitakuconcludia na nitakupa details za what happened to Monday. Kutokea Orlando Gamers, na niko hapa kama ambavyo nilitangulia kukuambia, na nikianza na movie ambazo zitakuwa released kupitia Netflix na ama upcoming movies, ikiwemo Last Breath, hiyo ni ya kwanza, ya pili ni A Walking Man, ya tatu ni The Judge, na ya nne ni The Bodyguard 2. Kama umeweza kuitazama The Bodyguard ya kwanza, basi The Bodyguard ya pili inakwenda kutoka, so endelea kukaa na kuenjoy, lakini pia endelea kukaa ukiwa unasubiria na ukiwa unatambua kwamba kwa mwaka 2025 The Bodyguard 2 inakwenda kwa release. Siku hii ya leo niko hapa kwa ajili ya kukuletea story kali kabisa ambayo inaitwa What Happened to Monday. Of course nimekaa kama swali tambara la kuitwa What Happened to Monday. Kwanza director wake aliyedirect anaitwa Tommy Mercola, na walioandika story ni watu wengine tofauti na director. Ni mshikaji anaitwa Max Botkin pamoja na Kerry. Hawa ndio ambao wameandika story ya What Happened to Monday. Masaa ambao wamehusika kwenye hili tambara, kuna mwanadada anaitwa Naomi Rapace, bila kumsahau mwanadada anaitwa Glenn Close, na bila kumsahau Willem Dafoe pia amehusika kwenye huu mzigo. So ukishasikia kwamba Naomi Rapace amehusika kwenye mzigo fulani, unajua kabisa yani huo mzigo lazima utakuwa ni wa moto. By the way, hili tambara la kuitwa What Happened to Monday, tagline yake ni Seven Sisters One Identity, na journey yake ni action za kutosha. Yani wewe kama ni mpenzi wa movies ambazo ni za action, basi ukiangalia What Happened to Monday na ukijua story yake ndio utaenjoy zaidi. Lakini pia kuna crime, bila kusahau fantasy ya kutosha, mystery, sci-fi pamoja na thriller kibao. Yani ni wewe tu kuenjoy kwa upande huu wa What Happened to Monday. Nipokea certificate 15. Ni kwa namna gani ambavyo story ni kali, kwa namna gani ambavyo madirector wamefanya kazi yao ipasavyo. In details ni kwamba huu mzigo ulireleasiwa 2017 tarehe 18 mwezi wa 8. Original country yake ni United Kingdom pamoja na France, United States pamoja na Belgium. By the way, lugha pekee ambayo wanaitumia ni Kiingereza, yani movie nzima wanatumia lugha ya Kiingereza, na film location ilikuwa ni Romania pamoja na Constanta. Masaa mawili pamoja na dakika zake 3 zinatosha kabisa kwa wewe kuitazama ni kitu gani ambacho kimetokea kwa Jumatatu na ukaenjoy. Lakini pia aspect ratio imechezea 2.35. Of course tunaweza tukasema ni movie kali na imefanya vizuri hasa kwa upande wa sokoni worldwide na vitu kama hivyo. Karibu sana kuijua story na kujua ni kitu gani ambacho kimetokea. Kwani hiyo What Happened to Monday, kwa nini ikawa What Happened to Monday? Na of course ni kwa nini jina lake likawa kwa mfumo wa swali, kwa sababu katika recap tumekuwa tukirecap movie nyingi ambazo jina lake, title yake sio kwa mfumo wa swali. Hii imekuwa ni tofauti kidogo, kwa mfano kwa kuanzia kwenye title na kila kitu. Twende tukaifahamu story kamili, na hii ni Jordan TV. As usual ni binti wa kifalme. Special thanks ni kwa Orlando Gamers. Okay, hongera kwako wewe ambaye umekuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia katika kujua story kamili ya kitu gani ambacho kiliweza kutokea kwa Jumatatu. Lakini ni movie fulani ambayo inatumia akili kuanzia kwenye story yake. Hata wewe mtazamaji ambaye unatazama, kikweli yani inakubidi umetuliza akili. By the way, movie inaanza na serikali ikiwa inatoa tamko kuhusiana na kupungua kwa watu kulingana na population ambayo iliweza kuhappen hapo mjini. Watu walikuwa ni wengi, so wakawa wametoa tamko kwamba kila familia inabidi at least wawe na mtoto mmoja tu, kitu ambacho tukifuatilia kihistoria ni kitu ambacho kiliweza kuhappen kwa China. By the way, nitaweza kufuatilia kwa upande wa China imekuwaje kwa sasa hivi na mambo ambayo yanazidi kuendelea, lakini ni tukio ambalo lilishawahi kutokea kwa China. Lakini pia inatuletea matukio tofauti ambayo yanatupa historia ya baadhi ya sehemu kama China ambavyo iliweza kuhappen. So serikali yenyewe ilitoa tamko kwamba kila familia inabidi iwe na mtoto mmoja. Kuna mzee mmoja, yeye mjukuu wake alijifungua watoto 7 kwa wakati mmoja, ambapo watoto wote 7 walikuwa ni watoto wa kike. Good luck, kitu ambacho kilimsaidia babu kuweza kuwaficha watoto wote 7. So
aliwafichaje na ilikuwa vipi, ilikuwaje? Hapa utaweza kuifahamu story kamili. By the time babu anagundua kwamba tayari tamko limetoka kwa serikali ya kwamba kila familia inabidi mtoto pekee ambaye inabidi wamiliki ni mtoto mmoja na sio zaidi ya hapo, anagundua kwamba mtoto wake amejifungua watoto 7 mapacha, na kwa bahati mbaya mtoto akawa amefariki dunia. So babu akawa amebakizwa na mapacha 7 ambao wote ni wa kike. Ilimchukua muda na pia ilimchukua akili nyingi kuweza kufikiria kwa namna gani ataweza kuwaficha hawa watoto. Na guess what, ni kwamba aliwaficha kupitia majina, kwamba mtoto wa kwanza kamuita Monday kulingana na namna ambavyo walikuwa wakizaliwa, kwamba mkubwa ataitwa Monday, wa pili ataitwa Tuesday, wa tatu ataitwa Wednesday, wa nne ataitwa Thursday, wa tano ataitwa Friday, wa sita ataitwa Saturday, na wa 7 ataitwa Sunday. So ilikuwa vipi na ilikuwaje? Lakini nipo hapo kukwambia kwamba mapacha hawa 7 wote walitumia jina moja. Katika jamii waliishi kwa jina moja, japo kwa huko ndani kama familia waliishi kila mtu na jina lake, kwamba kuna Monday, kuna Tuesday, kuna hivyo kulingana na siku 7 za wiki. So ilikuwaje ukatumia katika jamii jina moja, na jina pekee ambalo walikuwa wakilitumia ni jina la Karen Setman, ikiwa babu yao anaitwa Mr. Setman. So ilikuwa vipi, ilikuwaje? Ngoja nikupe mkanda kamili. Kwa muda huo serikali ilikuwa imekaa system maalum ya kuweza kumsaidia mwanajamii na mwananchi kuweza kupata mahitaji yake yoyote yale ambayo anahitaji, na system hiyo ilikuwa kwa mfumo wa saa, kiasi kwamba saa hiyo ulikuwa ukivaa ukifika sehemu yoyote, kama unahitaji kununua labda mafuta kwa mangi au unahitaji kununua mchele, whatever the case, huduma yoyote ambayo unahitaji sehemu yoyote, bila hiyo saa hawezi ukapatiwa, kwa sababu hiyo saa ndio ambayo ilikuwa ina identity ya mtu kamili. Wakiscan pale wanamjua kwamba huyu ni binti wa kifalme, ni mtangazaji wa NYFM Radio, lakini pia ni mtangazaji wa JRWTV. Info zote wanakuwa wanazipata kupitia ile saa. So kwa mapacha hawa 7 ilikuwaje? Kwa mapacha hawa 7 ilikuwa kuna saa moja tu ambayo ndo wanaitumia kwa ajili ya kutoka nje na kupata mahitaji yao muhimu, kama kupata elimu, kupata chochote kile wanachokihitaji. Hiyo saa ilikuwa na identity moja ya Karen Setman. By the way, kitu pekee cha kushangaza ni kwamba hawa mapacha 7 waliweza vipi kuishi miaka 30 bila kuweza kutambulika kwamba hawa wako 7. Imagine wamepanga nyumba na hata baba mwenye nyumba hajui kwamba hawa ni mapacha 7 tofauti. Ni swali la kujiuliza, ilikuwaje? So story iko hapa. Hawa mapacha 7 walikuwa wanatoka kulingana na siku zao. Monday anatoka siku ya Jumatatu, Tuesday anatoka siku ya Jumanne, na Friday anatoka siku ya Ijumaa. Kila mtoto mwenye jina la siku fulani anatoka siku hiyo. Means kwamba kama ni Monday ni siku ya kazini, ni siku ya shuleni, atatoka siku ya Jumatatu, na kama ni Tuesday atatoka siku ya Jumatatu. By the way, yawezekana ukawa unajiuliza ilikuwaje mpaka hawakujichanganya kipindi hicho wakiwa watoto, kabla hawajafikia miaka 30 au kabla Karen Setman, ambaye sisi kama serikali kama serikali katika hiyo movie kwamba tunamfahamu Karen Setman, ilikuwa vipi hawajajichanganya ikiwa ni watoto na wanasoma? Of course ilishi kutokea mara moja, siku ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatano, kwamba Jumatano alikuwa anatoka na babu yake kwenda nje kwa ajili ya matembezi, alafu Thursday akaona like sasa kwa nini dada akatoka alafu mimi sijatoka. Kile kitu kikawa kimemuuma, akaruka kupitia dirisha. By the way, ilileta athari kwa wale mapacha wote 7, kwa sababu wakati Thursday anatoroka, kwa bahati mbaya akawa ameumia, amekatika kidole, alikatwa na dirisha wakati anaruka dirisha. So aliporudi ama alipotafutwa akarudi, ikawaletea shida mapacha wengine 7, kwa sababu ilibidi babu achukue jukumu la kukata vidole vya mapacha wote 7, yani Karen Setman abaki kwenye identity kwamba ni Karen Setman. So ilibidi wenzake wote 6 wakati kidole cha mwisho, kwa sababu tu Thursday amesababisha kidole hicho kikakatwa kwa mapacha wote 7. Story inaendelea ya kwamba hawa mapacha 7 waliishi hivyo na identity hivyo. Kitu pekee ambacho alikuwa na kilinga ni identity ya Karen Setman. Waliishi kwenye hiyo identity ya Karen Setman mpaka alipofikia miaka 30.
Ndani ya miaka 30 iliwabidi wapate kazi. Kama Karen Sedman aliajiriwa kwa huku serikalini, tunatambua kwamba tulimwajiri Karen Sedman, lakini Jumatatu anakuja Karen Sedman ambaye ni Monday, Jumanne atakuja Karen Sedman ambaye ni Tuesday, na vivyo hivyo katika siku zote 7. Kama pacha wote 7, yaweza kawa ukawa unajiuliza like hakukuwa tena pacha mmoja ambaye labda alikuwa na tamaa ya kujimilikisha identity ile peke yake. Of course alikuwepo, na alikuwa ni dada mkubwa kabisa ambaye anaitwa Monday. Monday ilikuwa vipi? Tunakumbuka kwamba tukio la kwanza kwa wao mapacha 7 kujichanganya mpaka kutoka nje zaidi ya moja ni tukio ambalo lilikuwa utotoni na likasababisha mapacha wote 7 wakakata vidole vya mwisho. So likaja kujirudia tena mara baada ya babu yao kufariki, na Karen Sedman akawa amemzika babu yake, wakabakia mapacha tu kama mapacha hapo wakiwa wanaendelea kuishi katika ile nyumba ambayo babu yao aliwapangia na amewalelea pale pale ndani. Imetokea mara ya pili mapacha hawa 7 wamejichanganya mpaka wakawa wanajikuta wanatoka zaidi ya moja kwenda katika jamii, kwenda pia kwenye shughuli. Ikiwa ni siku ya Jumatatu kama kawaida ametoka, ameenda kazini, na alivyofika akatumia identity ya kwamba huyu ni Karen Sedman, whatever the case. Lakini tunakuja kugundua kwamba babu kabla hajafariki alifanya utundu kidogo kwenye zile saa na kuwapatia mapacha wote 7 saa tofauti, ikiwa hizo saa hata zikiskaniwa na mashine ina gani, ni kwamba identity itakayokuja ni ya Karen Sedman. So kilichotokea ni kwamba mapacha wote 7 walikuwa na saa zao na identity ni moja tu, Karen Sedman. Na hiyo siku ya Jumatatu ambapo Monday ametoka amekwenda kazini kwa ajili ya kufanya shughuli zake, ikiwa siku ya Jumanne inabidi atoke Tuesday kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na yeye anaenda kufanya kazi. Lakini ilikuwa tofauti kwa sababu Monday alijikuta anakaa huko, sababu Monday alijikuta amebaki huko na hajarudi tena nyumbani, ikiwa imefika siku ya Jumanne. So ikabidi wakae kikao as akina dada tuulizane, so what? Maana inabidi mtu mwingine atoke wakati Monday hajarudi, lakini haikuwa kesi kwao. Ikabidi Tuesday atumwe na dada zake, atumwe na wadogo zake kwenda kumtafuta dada yake wa kuitwa Monday. Yo, guess what? Alienda na alifika sehemu ambayo ni ya kuskaniwa ili aweze kuingia ofisini. Aliskaniwa kama Karen Sedman, lakini swali lilikuwa kwa mlezi mmoja like, mbona Karen Sedman siku ya jana, mbona kama vile haukutoka hapa? Ilikuwa ni swali ambalo hata yeye pia hakuweza kulijibu kwa sababu yeye ni Tuesday hajui chochote. Lakini kuna askari ambaye yeye alikuwa amemzimikia, amempenda Karen Sedman. So mchanganyo pia ukaja hapo. Bila askari yeye hakutaka kujali, alikuwa anaitwa Jerry. Jerry hakutaka kujali. Alichofanya tu kuambia bana mpisheni alitoka, ila hakuskani kwamba ametoka. Akaingia ndani Tuesday, na alipoingia ndani ikabidi aanze upya kufanya utafiti wa kujua dada yake alipotoka ofisini alienda wapi na ilikuwaje. Kuja kujua ni kwamba dada yake tayari alikuwa ameshawauza mapacha hawa 7, ameshaisaidia serikali kwamba tuko 7, na kiukweli hapo ndo ilikuwa mwanzo wa mtiti, mwanzo wa action kibao, mwanzo wa ngumi, mwanzo wa vita, kwa sababu mapacha 7 binafsi hawakutaka kabisa kwamba wapunguzwe, abakie mmoja ambaye atabakia na identity ya Karen Sedman. Na uzuri ni kwamba katika hilo varangati lote Thursday alifanikiwa kutujulisha kwamba hawa watoto wa enzi zile miaka 30 iliyopita walikuwa wanahifadhiwaje na ilikuwa vipi, kwa sababu wakati serikali inatoa tamko tayari familia zingine zilikuwa zina watoto 2, watoto 3 na kuendelea mpaka watoto 5. Ilikuwa vipi na walikuwa wanahifadhiwa vipi? Kwa sababu serikali ilitoa tamko kwamba wao watachukua watabakiza kwenye familia mtoto mmoja, alafu watoto wengine watachukuliwa kwa kwenda kuhifadhiwa. Thursday alikuja kutufichulia siri ya kwamba wale watoto kumbe walikuwa wanawekwa kwenye mashine maalum ambayo ilikuwa sio kwamba inawatunza no, lakini ilikuwa inawasambaratisha, yani inawaua, na kiukweli ili affect katika movies unajua By the way haikuwa mwisho kwa sababu iliwabidi wapambane. Tayari kuna mapacha wengine ambao tayari wameshakufa. Iliendelea hivyo mtiti kupambania uhai wao, kwa sababu hata nyumbani kwao ilikuwa huwezi ukaingia kama hauna sura ya Karen Sedman. Yani either Karen Sedman akufungulie mlango ama Karen Sedman mwenyewe afungue mlango. So walifanikiwa kufungua mlango, na kiukweli varangati lake ilikuwa ni hapatoshi, kwa sababu wao pia wenyewe walikuwa wanashangaa like, mbona wadada wanafanana sana? Alafu akiangalia kwa miaka yote 30 hakuna mtu yoyote serikalini aliweza either kuhisi ama kusanuka kwamba
kuna mapacha 7 sehemu ambao wanaishi, wanakula, wanakunywa, wanafanya kazi, wanasoma na wana elimu ya juu, wakiwa wanatumia identity moja. So by the way, ilikuwa ni scene ambayo kwanza ni vurugu za kutosha, lakini pia ilikuwa inaleta taswira ya kwamba hawa mapacha 7 ni wanapambana, na tulipata kujua kwamba hawa mapacha 7 hawakuwa wakiishi tu, wakisoma tu, wakitoka kwenda kazini, wakitoka kwenda sokoni tu. Hapana, walikuwa pia wakitumia muda wao mwingi na babu yao katika kujifunza kwamba ni namna gani wanaweza wakajilinda, wanaweza wakapambania maisha yao, na wanaweza wakapigana kwa ajili ya kupata haki yao. Tulikuja kutambua hilo ndani ya Orlando Gamers. Niko hapa kwa ajili ya kukuletea ni kitu gani ambacho kilimtokea siku ya Jumatatu. Hapa tutatambua kwamba kumbe huyu Jumatatu alikuwa ni mtu mwanadada mrembo sana ambaye alitumia jina la Karen Setman na ama identity ya Karen Setman. Mwisho wa siku tunakuja kugundua kwamba serikali hiyo ilikuwa haifanyi hivyo tu sahihi, kwa sababu wale watoto walikuwa wanateketeza, na bado pia walikuwa wanaishi katika ile system ya kwamba kila familia inabidi wawe na mtoto mmoja. Okay, so katika scene ya mwisho kabisa tunakuja kuona kwamba wamekutana Monday pamoja na Thursday. So katika kukutana ndo wanakuja kujiangalia, wanajigundua kwamba wamefanana corporate, kwa sababu Thursday alivaa vazi ambalo alikuwa amelivalia Karen Setman ambaye ndio Monday, na muda huo wanakutana ilikuwa ni katika harakati za Monday kwenda kujitambulisha official kama Karen Setman, wakiwa na imani kwamba mapacha wengine 6 wameshafariki. Bana, ilikuwa ni mtiti, kwa sababu wakati Thursday hakubaliani na kwamba jina la Karen Setman limilikuwa na mtu mmoja, ndipo hapo pia Monday alikuwa hakubali, pamoja na yule mwakilishi wa serikali mama alikuwa pia hakubali kwamba hichi kitu inabidi kiwe hadharani. By that time Thursday alikuwa anashirikiana na Friday, ambaye yeye katika watoto wote yeye ndo alikuwa tofauti, kwa sababu alikuwa anatumia miwani. Yaani katika watoto wote 7 yeye alikuwa ni tofauti, kwa sababu kitu pekee ambacho kilikuwa kinampa tofauti ni miwani, japokuwa hilo pia halikuwa sababu ya baba mwenye nyumba kujua kwamba ana mapacha 7 katika nyumba yake. By the way, tuendelee na story. Wakati Thursday anahitaji kumshuti mwakilishi wa serikali ambaye pia alikuwa akihutubia nchi kulingana na maendeleo ya namna population inazidi kudrop na vitu ambavyo vinazidi kuwa vizuri, mambo ambayo yanazidi kuimarika na vitu kama hivyo, ndio wakati ambao Monday anakuja, na wakati ambao Thursday pia anakuja ikiwa ameshikilia bastola, na wakati huo Friday yupo katika chumba cha mambo ya kompyuta na alikuwa akifanya juu chini kuhakikisha kwamba wanafichua ukweli wote huo hewani. Na baadaye tulikuja kujua kwa sababu waliachia video pale katika ukumbi mkubwa ambao walikuwa wamekusanyika watu wengi, waandishi wa habari, lakini pia viongozi tofauti serikalini, na ile video ilikuja kusaidia kwa sababu iliwapa awareness watu wote, wananchi, kwa sababu muda huo hata wananchi walikuwa attention kwa ajili ya kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, ni maendeleo gani ambayo yapo na yanaendelea kwa muda huo. So Karen Setman ambaye ni Thursday alifanikiwa kuweza kuijulisha nchi na kuikomboa nchi, kukomboa familia, kukomboa watoto, lakini pia kujikomboa wao, kwa sababu mwisho siku walipigana na Monday aliishia kushindwa, yani alifariki. Na muda huo pia serikali pia ilibidi waseme ukweli kuweka watu kuwa aware. So Thursday na Friday walifanikiwa hatimaye kuweza kuweka mambo sawa katika nchi na kuweka mambo sawa hasa kwa upande wa watoto, na vitu vikawa vizuri, vikawa shwari kama hivyo. Hiyo ndio story nzima ya kitu gani ambacho kilitokea Monday. Tunakuja kujua kwamba Monday kumbe yeye alikuwa ana ubinafsi, alikuwa ana umimi wa kutaka kumiliki identity peke yake, lakini mwisho wa siku ndugu zake hawakukubaliana na hilo swala, na sio kwamba walijiokoa wao tu, no, waliokoa mpaka wananchi, waliokoa mpaka familia za mamilioni ya watu ambao waliishi PlayStation pekee hapa ndani ya Arusha, ambao unaweza ukaenjoy na ukaburudika kupitia magame ya PS4 pamoja na PS5. Ni ndani ya Pangani kwa washikaji zangu wakubwa kabisa, naitwa Orlando Gamers. Washikaji wanadili na magame. Share nyingi sana zimfikie zamu yangu kama mshikaji ambaye aliweza kunifikisha hapa kupitia usafiri wake. So maua mengi sana kwake mshikaji wa kuitwa Kelvin Kipigo. Alo, ni noma sana kwa upande wake.